Naifungua dunia mpaka chuo. Hiki ni chuo kikubwa kweli hapa nchini Nigeria. Na huyu hapa ni kijana kutoka kwenye familia za kitajiri na ni bonge la handsome boy. Wanawake wengi wanampenda. Huyu dada alikuwa akimuita lakini mshikaji utoka uamini alikuwa hamuitikii kabisa. Mwamba ni mtu mwenye maringo vibaya mno. Ni kijana kutoka kwenye familia ya kitajiri alafu ni bonge la handsome boy. Watoto hapa chuo ni wanampenda mbaya mbovu. Basi bana, walitimba mpaka class na teacher alikuwa akifundisha kama ilivyo ada, lakini warembo wanamtizama tu mshikaji kwa sababu mwamba ni bonge la handsome boy kinoma noma. Yaani kwenye hii picha huyu mshikaji wamempendelea kinoma noma. Mademu wote chuo nzima wanampenda yeye tu. Mshikaji alikuwa amepoa zake hapa na rafiki yake akawa ametimba hapa, akawa anamshangaa mshikaji. Mwamba yuko busy na mambo yake tu, hawazi masomo, anawaza kuscroll huko TikTok. Mshikaji akawa anamshtua lakini mwamba anaga hizo mambo za kushtuka ovyo ovyo. Unamshtua mtu unashtuka mwenyewe. Huyu mshikaji anakwenda kwa jina la Jaga. Huyu hapa ni rafiki yake kipenzi kweli, anakwenda kwa jina la Xavier. Chicken Samboy kinaitwa Xavier. Mshikaji akawa anamuuliza, "Mbona uko busy na TikTok tu? Jali mambo yako gai." Kikasema, "Okay, hakuna shida. Nimekuja kwa sababu ya masuala ya mitihani." Mshikaji akamwambia hakuna shida. Mwamba alichokifanya akamtolea kitabu pale kampatia. "Nitakutumia hela jioni." Huyo mshikaji bana ambaye anakwenda kwa jina la Xavier, ijapokuwa ni mwanaume ambaye wanawake wengi wanampenda, mwamba ni bogus. Ana akili hata kidogo. Mitihani yake yote anamfanyaga huyo mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Jaga alafu anamlipa. Leo mzee wake kamuita mshikaji. Unajua mshikaji amekuwa ni mtu wa kufeli kinoma noma. Muda wote anaferigi. Mitihani kadhaa uaga anampa yule rafiki yake ambaye anaitwa Jaga ndo uaga anamfanyia mitihani. Lakini ile mitihani mikuu mshikaji uaga anafeli sana. Kwa sababu ile unajua lazima mtu ufanye mwenyewe. Kwa mshikaji amekuwa ni furious kinoma noma tangu kitambo. So mdingi alikuwa akimwambia, "Mwanangu, inabidi uweze kubadilika. Inabidi uwe tofauti. Umekuwa ni mtu ambaye unaniangusha kweli. Wewe ndo mrithi wa kampuni yangu. Kwa nini unafanya hivyo?" Lakini mshikaji alikuwa hapendi hata kidogo the way ambavyo mdingi alikuwa akimjudge. Maana mshikaji amekuwa hana akili hata siku moja. Mwamba alikasirika vibaya mno. Lakini na imani umenielewa, lakini mshikaji hakuelewa wala nini. Akawa amejichenga. Hapendi namna ambavyo mdingi wake amekuwa akimfokea. Najua bado hujasubscribe YouTube channel yangu. Tafadhali naomba ufanye hivi kwa sababu hii ni channel yangu mpya. Kuna watu wanaulizaga kwamba ni wapi nitapata movie za Genius kila siku mpya. Basi kuanzia leo hapa ndo utakuwa ukipata movie zangu mpya kila itwapo leo. Tafadhali chini ya video hii upande wa kushoto kuna maandishi yameweza kuandikwa neno subscribe. Bofya hayo maandishi, yatakusaidia uwe ni mtu wa kwanza kupata movie zangu kila itwapo leo. Shabiki ambaye hataki kusubscribe YouTube channel yangu, jamani ya subscribe hapo basi. Na basi bana, ni wakati mwingine tunamwona mshikaji alikuwa amepoa zake hapa na ghafla kuna mrembo akatimba. Huyu dada anakwenda kwa jina la Tamara. "Mambo vipi handsome boy Xavier?" Mshikaji kamzumu kaangalia nyashi kaona wewe shenzi nini. Mshikaji akawa anajichenga, apendi shobo hata kidogo. Ghafla rafiki yake akatimba. Huyu dada ambaye anakwenda kwa jina la Whitney ni rafiki yake na Tamara. Nakuona Tamara, hatimaye sasa hivi unaanza kumfatafata Xavier. Mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Najua wewe ni mwanaume ambaye unampendaga. Mshikaji ambaye anaitwa Xavier, huyu dada ambaye anaitwa Whitney anampendaga kinoma noma na alishajimilikisha kwamba yule ni bwana yake. Kwa alishampiga mkola mzito Tamara kwamba inabidi aweze kukaa mbali na yule mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Xavier. Nilishakusisitiza kaa mbali naye, siwezi kumkaribia mimi wala simpendi yule. Okay, hakuna shida. Ndio hivyo, mimi simpendi hata kidogo, ni shobo zake tu. Muda si mrefu kuna mwamba katimba. Huyo mshikaji anakwenda kwa jina la Marifie. Ndo mbabe hapa chuo. Unajua kila shule na kila chuo kuna kuaga na mbabe. Huyu mshikaji ni mbabe, lakini bidada alikuwa akimwambia, "Tafadhali kaa mbali na mimi. Nishakwambia kwamba siwezi kukupenda. Mimi siwezi kuwa na mwanaume kama wewe. Nina mwanaume wangu ambaye nampenda." Kanajibu. Eti kanajibu kabisa. "Tafadhalini, tulikuwa tunaomba mtuache tuende. Mtuache tuondoke jamani." "Wewe shenzi nini? Pumbavu nini?" Yaani mkubwa anaongea, "Tafadhali tulia Tolan. Inabidi upoe. Hawa ni warembo. Utakiwi kuwapiga jamani. Tafadhali Whitney. Kiukweli nakuhitaji, nakupenda. Wewe ndo kama barafu wa moyo wangu. Niruhusu nitawale maisha yako. Nitakupatia furaha. Yaani mimi ni kama kivuli wakati wa jua kali." Bila akasema siwezi kukupatia nafasi hata siku moja. Wewe ukiniangalia unaona kabisa mimi nawe tunaendana. Jamani Whitney. Lakini wale mademu akawa anajichenga. Huyu Marifie ni mdhaifu kweli kwa huyu bidada ambaye anaitwa Whitney. Si ungeacha tu ni wagonge. Lakini mshikaji kamwambia tulia. Ni wakati mwingine tena, wakati wa klasi na lecture mdogo alikuwa akifundisha taratibu. Wanafunzi wengi walikuwa wametulia.
na kuna swali alikuwa ametoa, akawa anahitaji mtu mmoja aweze kujibu, na kwenye kupoint ikabidi aweze kumpoint Marife. Marife inabidi uweze kutupa jibu. Mshikaji akawa anageuka, kuna Marife mwingine muda sana au ni mimi? Ni wewe hapo, nyenyuka haraka. Basi mshikaji akanyanyuka. Unajua bana, mababe siku zote hawanaga akili. Yaani sijawahi kuonaga mbabe shuleni au chuoni akawa na akili hata siku moja. Na ndio hivyo hivyo kwa mshikaji ambaye anakuwa jina la Marife. Alipewa swali aweze kujibu na lecture, lakini utokao uamini mshikaji hajui moja wala mbili. Aliishia tu kuongea poroja zake pale. Lakini yule dada kaona anakosea, ikabidi aweze kunyosha mkono ile mnadi aweze kumsaisha. Lecture kamwambia tupe majibu basi. Uweze kumsaisha huyu kijana mpumbavu. Basi bidada ikabidi aweze kutoa majibu. Kila mtu utokao uamini kwamba alimpigia makofi kweli mtoto wake kwa sababu ni bidada mwenye akili kinoma noma. Lakini kwa Marife lilikuwa ni kosa. Unamsaisha Marife wewe. Na teacher alimwambia wewe ni bogus, yani wewe mtani utakuja uwe lijambazi tu. Mshikaji anasema sawa. Na muda wa kutoka ulipofika mtoto kike akawa anatoka. Kumbe ni kilema na anakwenda kwa jina la Purity. Kwa ulijikuta si ndio? Ukajikuta kajanja eti unanisaisha mimi. Basi mshikaji akawa anamzunguka. Siku zote Marife hajawahi kusaishwa hata siku moja. Wewe unamsaisha Marife? Kaweka mkono kwenye bega la mtoto wa kike pale. Wapolo wauni wamemzunguka. Na mshikaji anamiliki genge kubwa kweli la kiuni hapa chuoni. Ni nani ambaye anaweza kumsaisha Marife jamani? Hakuna kumsaisha Marife. Marife ndo mbabe hapa chuo. Jamani, lakini mimi sihitaji matatizo yoyote. Mimi sihitaji shida yoyote jamani. Wewe kelele hapo. Mkuu anazungumza na unazungumza. Jamani mwacheni. Huyo hapa sasa anajikuta ana akili. Asa huyu ndo atakuwa anatufanyia mitihani wote hapa. Kweli? Wazo zuri Marife. Ndio of course. Wewe unajikuta una akili. Wewe ndo utakuwa unatufanyia mitihani wote hapa. Mitihani yetu utakuwa unaifanya wewe. Sema ndio. Sema ndio wewe mpumbavu. Ndio. Ndo adhabu hiyo. Basi kila mtu akawa anachukua kitabu chake na kumpatia mtoto wa kike kwa sababu yeye ndo atakuwa anawafanyia mitihani. Na istoshe wamba wakampushi pale, wakamnyang'anya magongo yake. Alafu akawa anamtupia vitabu vyao. It means kwamba bidada mitihani yao yote atakuwa akifanya yeye. Na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Xavier alitimba, aliuona huu uonezi. Wamba wanatupa magongo kule. Ni uonezi kabisa huu. Lakini mshikaji ikabidi ajari biashara zake. Akawa anajichenga kutaka shobo kabisa na mambo ya watu. Ilikuwa ni huzuni kweli kwa bidada ambaye anakuwa kwa jina la Purity. Ni wakati mwingine mshikaji alikuwa kwenye kasri lao, yani nyumbani kwao. Mshikaji kama unavyojua ni mtoto pekee kwenye familia ya kitajiri kweli. Na ghafla kuna mtu alikuwa akimuita mdada wa kazi na alikuwa akimwambia kwamba kuna ugeni, yani kuna mgeni amekuja. Mshikaji alikasirika kinoma noma kwa sababu alikuwa akipiga story na mtu kwenye simu. Na muomba kutoka, anabaki anashangaa ni huyu binti. Nini ambacho kimekuleta nyumbani kwetu? Nini ambacho kimekuleta? Sikini kwambia kitu kimoja, inabidi uweze kutoka hapa. Mimi sihitaji wageni hata siku moja. Alafu mazoea kufuatana nyumbani umetoa wapi? Ndio akasema lakini kikweli mimi nimekuja tu kukuona, inabidi uweze kunisikiliza walau japo kidogo. Unajua the way mimi nakupenda. Naomba niwe mwanamke wako. Mshikaji akasema hapana, sihitaji girlfriend. Tafadhali, nimekwambia hivi, sihitaji mwanamke yoyote kwenye maisha yangu. Yaani mimi sihitaji demu yoyote. Kwa naomba uondoke. Jamani Xavier, najua uhitaji mwanamke lakini naomba wala watu wanitafune kitumbua. Hivyo ni mwanamke wa namna gani? Mademu wa kile chuo mpoje? Yaani kila siku mnanitaka mimi tu wakati wote. Alafu mademu wenyewe hamjui kukatika uno, hamjui kuzungusha uno. Alafu mnaanza kunifatafata. Ndio akasema tafadhali, mimi naweza kuzungusha uno. Naomba tu uweze kuninjunja. Niko chini ya miguu yako. Naomba nitafune tu kitumbua, hata usiponipenda, hata nisipokuwa demu wako. Nitafune tu kitumbua, mimi natamani tu nilale na wewe. Ninahisia na wewe. Mshikaji anasema unamaanisha unachokisema? Unajua kukata uno, unaweza kunikatikia uno pale kwa bedi. Bila akasema of course. Na utoka uamini. Mwamba alimjunja bidada. Alimtafuna. Ya nini? Humu tu. Na baada ya kumtafuna mshikaji utoka uamini kwamba walilala usiku mzima pamoja. Na asubuhi na mapema walikuwa wakitoka pamoja kuelekea chuo. Walifika chuo pamoja. Na mdogo akawa anazama chuo. Kila mtu alibaki anashangaa. Hakuna mtu ambaye ashawahi kumuona mshikaji ambaye anakuwa jina la Xavier akitimba na demu hapa chuo. Basi bana. Wakiwa class teacher alikuwa akifundisha, lakini bidada Whitney muda wote alikuwa akimtazama mshikaji ambaye anakuwa jina la Xavier. Anafikiria namna ambavyo mshikaji alikuwa akimtafuna usiku wa jana. Mwamba alivyomshikilia kiuno, alivyokuwa anampa vishindo vya kufa mtu. Jamani kaka ni handsome boy, ni mzuri hata kitandani
tamu jamani, nakufa mimi. Ticha akawa anafundisha na akawa anamshtua bidada kwamba aweze kujibu swali anamuita, lakini bidada yuko busy anamtizama mshikaji. Wewe nini ambacho nakifanya? Mimi unaniita? Tupe majibu ya maswali yetu. Majibu? Ndio. Si umeelewa nilichokifundisha? Lakini mimi sija. Kila mtu akawa anacheka kwa sababu bidada alikuwa busy kumtizama mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Xavier. Ni wakati mwingine mshikaji alikuwa akitoka zake. Bidada alikuwa amepoa zake kwenye gari la mshikaji, alikuwa akijisnap tu. Mwamba kazama kwenye gari. Bidada akawa anamshtua mshikaji aweze kumfungulia kwa sababu amekuja pamoja, basi waondoke pamoja. Lakini Mwamba katia gia kwenye gari, utoka uamini. Alimwacha bidada ambaye anakwenda jina la Whitney. Bila kabaki anashangaa huyu mwanaume wa design gani? Hey, mpaka Tamara kabaki anashangaa. Jamani Whitney, nini ambacho kinaendelea hapa? Yaani si mlikuja pamoja, mbona kama amekutelekeza amekuacha peke yako? Jamani jali biashara zako bana. Hamna chochote kibaya, lakini aliniambia tu nibaki eti maana mimi kuna vitu inabidi. Bidada anaona aibu maana mshikaji kamwacha kwenye mataa. Wakati mwingine mshikaji alikuwa kitoka zake chuoto akawa uamini kuna miamba walimzuia. Tulia hapo gai. Unahitajika na bosi huko, basi mshikaji kabidi aweze kuongoza. Ni malifia bana. Kwa wewe ndo unajifanya unadili na demu wangu, si ndio? Yaani demu wangu wewe ndo unadili naye. Unajifanya wewe ndo kiensamboy hapo na yeye anamshenzi wewe. Yaani mshikaji ni mbabe lakini ana kasauti kadogo vibaya mno. Sasa sikia nikwambie kitu kimoja. Mimi demu wangu hajawahi kuchezewa. Ndio, demu wa bosi hajawahi kuchezewa. Na ukiendelea kumfuatilia yule demu wangu, nitakufanya kitu kibaya mpaka dunia itabaki inashangaa. Utakuja kuamini kwenye akili yako. Utapoteza kila kitu. Ninachokuomba tu kama lina Whitney. Mwanamke wangu hajawahi kuguswa hata siku moja. Ndio hajawahi kuguswa hata siku moja. Kama linaye. Lakini mshikaji alimjibu na kumwambia kwa demu gani? Katika mademu akipita naye yule ni demu. Alafu mshikaji akawa anajichenga. Wakabaki anashangaa. Kanajibu hivi, kana akili kweli yaka. Kila mtu akabaki anashangaa. Yaani hakuna mtu ambaye aliamini kama mshikaji ambaye anakuwa jina la Xavier angeweza kumjibu licha ya mengi ambayo mshikaji kazungumza. Eti kamjibu kidogo tu. Ni kama vile kamdharau. Basi bana, ni wakati mwingine tunamwona bidada ambaye anaitwa Purity. Bado Malifi alizidi kumzingua. Yeye pamoja na grupu lake walizidi kumwonea udada. Walikuwa wakimletea vitabu vyao ili mradi aweze kuwafanyia mitihani na kuwaandikia kila kitu. Wao wamekuwa kidili kuvuta bangi, kuonea watu, lakini kwenye swala la kusoma walimwachia bidada ambaye anakuwa kwa jina la Purity. Na alikuwa akimwambia kwamba sipofanya kama wanavyotaka basi watamfanyia kitu kibaya ambacho aje kuwasahau kwenye maisha yao. Sini kilema wa mguu mmoja watamvunja na huo mguu wa pili. Mshikaji kila kitu alikuwa akishuhudia, lakini hawezi kumsaidia huyu dada kwa sababu hawezi kuingilia mambo ya watu. Ndio utaratibu wa mshikaji siku zote. Wakati mwingine Mwamba siku ile alikuwa akihitaji kuweza kupata msosi pamoja na babake mzazi, lakini ghafla Mdingi alianza kukohoa. Jamani dadi, shida ni nini? Mdingi alikohoa kinoma noma. Inaonekana kuna kitu kikubwa kweli kinamsumbua. Na basi ikabidi aweze kumuita daktari. Daktari alifika na aliweza kumfanyia matibabu. Anasumbuliwa na hati ataki. Tafadhali, inabidi aweze kupata muda mwingi kweli wa kupumzika. Hatakiwi kufanya kazi zozote ngumu. Inabidi apate muda mwingi kweli wa kupumzika. Mdingi akawa anawaza, ni nani ambaye ataisaidia kampuni yangu jamani? Maana bila mimi hakuna chochote kinawezekana. Mshikaji kazungumza kwamba kwa haiwezekani kabisa baba kufanya hata kazi za ofisi. Ndio, hatakiwi kufanya chochote. Ni kwamba Mdingi hatakiwi kufanya chochote. Na Mdingi kitu ambacho kinamsikitisha ni kwamba yeye ndo kichwa cha familia yake pamoja na kampuni yake. Mtoto wake ni mzembe kweli chuoni. Kila siku anafeli. Ni nani ambaye atamsaidia kwenye majukumu ya kampuni? Mdingi alikuwa akilia tu kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kumsaidia. Ni nani ambaye atasaidia kampuni yangu na mwanangu mimi hamna kazi? Mshikaji alichanganyikiwa kwa sababu leo amekuja kujigundua kwamba yeye ana msaada wowote kwa babake. Maana hana akili. Chuoni kila siku anafeli. Kama anafeli, je, ni vipi anaweza kuiongoza kampuni ya babake? Mshikaji alikuwa na huzuni kinoma noma. Hivi unajua kwamba unaweza kutengeneza pesa ukiwa chumbani kwako tu umechill? Na issue ni simple tu. Leo nimewaletea mchezo wa kubeti. Yaani unabeti, unapata pesa. Na huku kwetu hakunaga kuliwa. Yaani huku ni mwendo wa kula tu. Na kitu ambacho tunakifanya, tunakutengenezea mikeka ambayo itakusaidia wewe kuweza kupata pesa. Nielewe vizuri. Tunakutengenezea mikeka ambayo itakusaidia wewe kuweza kupata pesa. Na huduma hii tunaifanya bure kabisa. Tunakutengenezea mikeka bure. Wewe kazi yako ni kutengeneza hela tu. Na jinsi ya kujiunga na channel yetu, fuata
maelekezo haya. Chini ya video hii kwenye description kuna linki ya chaneli yetu na jinsi ya kuingia. Utabofya hapo, then utaiona linki ya chaneli yetu. Ukibofya tu hiyo linki, direct itakupeleka kwenye chaneli yetu, na kwa maelezo zaidi namba zetu ni hizo hapo. Unafeli wapi kutengeneza pesa ukiwa chumbani kwako bana? Na ukipata pesa usisahau kuniletea buku bana, nimekusanua. Na basi bana, ni wakati mwingine tukirudi chuo tunakutana na Marifi. Lembo, simameni hapo basi. Vipi Whitney? Nimesimama hapa na kusubiri wewe. Tafadhali, naomba ukae mbali na mimi. Mimi kiukweli siwezi kukupenda. Shika mwambie, jamani Whitney, mimi nina mwanaume wangu. Kuna mtu nampenda na ni mwanaume ambaye ananipenda kuliko chochote kile kwenye hii dunia. Tafadhali Marifi, kaa mbali na mimi. Na ghafla mshikaji akapita. Jamani bebe wangu, tafadhali. Lakini mshikaji kamkwepa shenzi nini. Wamba alimcheka kile madogo kwa babake. Bidada aliona aibu na Marifi akanamwambia, vipi hapo, vipi? Nimeaibika huku. Umeona? Akupendi yule. Mwanaume ambaye anakupenda ni mimi tu. Manyanyaso kama hayo ya nini? Ukija kwangu utapata tulizo la moyo. Nitakutuliza, nitakufanya uwe mwanamke special kwenye dunia. Sio hivyo kubembeleza vijana wadogo. Kana mimi kidume nikuweke kati nikutulize. Bidada akamwambia siwezi, hata wanaume wote kwenye dunia wakisha, siwezi kuwa na mwanaume kama yule. Alafu bidada akawa anajichenga. Whitney, ipo siku moja tu utakuja kuwa princess wangu. Ni wakati mwingine tunamwona Mwamba alikuwa kibonga na simu, na muda si mrefu bidada ambaye anakwenda kwa jina la Whitney kabidi amtimbie. Unajua ni mwanaume ambaye anampenda. Alivyotimba tu toka uamini kwamba mshikaji aliamua kujichenga. Yaani Mwamba hapendi shobo hata kidogo. Lakini kule nyuma kulikuwa na Chibonge. Alicheka vipi? Alimcheka bidada kinoma noma, na bidada aliona aibu vibaya mno. Na huku upande wa bidada ambaye anaitwa Purity, utoka uamini wauni walizidi kumnyanyasa. Lakini leo mshikaji akaona hapana, hawezi kuendelea kushuhudia udada akinyanyaswa. Akamwambia, tafadhali nyanyuka, mimi na wewe tuna jambo la kufanya, twende nyumbani sasa hivi. Nimekuambia hivi, nyanyuka sasa hivi. Alivyoona bidada anachelewa, mshikaji kabidi aweze kumnyanyua. Aliact kama vile anamjua, yani kama vile ni watu ambao wanajuana, wapo karibu. Mshikaji alifanya hivi kwa sababu kuweza kumsaidia mtoto wa kike. Kwambia wawili wanajuana. Vipi, watakuwa ni wapenzi au ni nani yake huyu? Au kuna kanamna? Na mshikaji utoka uamini alimsindikiza mpaka nyumbani bidada ambaye anakuwa jina la Purity. Alimpatia rifti. Kwa leo mshikaji aliamua kumsaidia, maana kaona mdada wa watu ananyanyaswa alafu ni kilema na hakuna mtu ambaye alikuwa anaweza kumsaidia. Hii inamaanisha kwamba mshikaji ni mtu safi, licha ya kwamba ana madharau, lakini ni mtu ambaye ana roho ya huruma kweli. Bidada ya kuamini ni mwanaume ambaye mademu wengi kweli wanampendaga. Yeye hata hajawahi kupoteza muda kumfatafata, lakini mshikaji kamsaidia. Kwa nini sasa unalia? Sijaamini kama unaweza kunisaidia. Nakushukuru sana. Mshikaji kamwambia, okay, hakuna shida. Uwe na siku njema. Mwamba pendi kubonga sana. Lakini bidada aamini, hivi kweli ni huyu kanisaidia kweli mimi? Kajamba nane sina chochote lakini kanisaidia huyu kaka. Na ilipofika asubuhi mshikaji alikuja kuwafuata. Mwamba alizidi kuwa na mwendelezo kuweza kumsaidia mtoto wa kike ambaye anaitwa jina la Purity, na leo alikuwa na rafiki yake. Kikweli umependeza wewe kaka. Ingeni kwenye gari. Namsifia nani? Zama kwenye ndinga chapuchapu. Mshikaji ameamua bana, amedhamiria kuweza kumsaidia bidada ambaye anaitwa jina la Purity. Na hapa alikuwa na rafiki yake. Huyu rafiki yake anakwenda kwa jina la Sara. Na basi mdogo mdogo wakawa na zama zao kwenye ndinga. Na wakati mwingine mshikaji alikuwa akisoma zake, lakini moja haikai mbili haikai. Kama unavyojua mshikaji ni kwamba ni mtu ambaye hana akili kabisa, hazichaji kichwani kwake. Alikuwa amechanganyikiwa kwa sababu masomo hayapandi. Unajua sasa hivi mshikaji anahitaji kuweza kujisomea ili mradi aweze kumsaidia baba yake. Bidada alitimba, naona unasoma lakini nimekuletea chochote kitu. Nimekuletea maandazi hapa, vibama nini, nimekuletea uweze kula. Mshikaji kamwambia sipendi vitu vyenye sukari. Basi samani, kesho basi nitakuletea visheti. Usifojali nitakuletea hata viazi ukitaka kesho nitakuletea. Vipi, unafanya nini hapa? Niache. Hivi nyinyi wanawake mna nini? Kukusaidia tu kidogo tu umeanza shobo. Sikia nikwambie kitu kimoja, kaa mbali na mimi, sipendi shobo na mademu. Mwamba alikuwa ni mkali kinoma noma, mpaka bidada akabaki anamshangaa. Kumbe mkaka huyu ni mkali hivi. Mshikaji kagundua kwamba kamzingua kweli bidada, akamwambia samani, sorry. Alafu mshikaji alichokifanya ikabidi aweze kumchukulia mtoto wa kike kiti pale, akawa anampatia. Kagundua kwamba kamfokea, alafu hakustahili kuweza kufanya hivyo. Na mshikaji alikuwa na hasira kwa sababu moja haikai mbili haikai. Kila akisoma hakuna kitu ambacho kinaingia kichwani kwake. Yaani mshikaji anaga akili hata kidogo. Basi akakaa zao pale. Mshikaji kabidi aweze kumwambia kwamba nilikuwa nasoma zangu lakini hakuna chochote ambacho ninakielewa hapa. Nazidi kuchanganyika kwa sababu natamani kumsaidia babangu. Natamani kufaulu, nifanye vizuri mradi niweze kuisaidia kampuni ya babangu. Ndio akamwambia usijali, mimi nitakusaidia.
kwa sababu kila kitu ambacho unakisoma hapo mimi nakijua vizuri. Una uhakika unaweza kufanya hivyo? Kwa sababu natamani kweli, natamani kumfanya babangu aweze kujivunia mimi, natamani kumsaidia babangu. Bidada akamwambia hakuna shida, ila mbona jambo dogo. Bidada ambaye anakwenda kwa jina la Purity alimwahidi mshikaji kwamba atamfundisha, atamwelekeza. Na utoka uamini kwamba bidada alianza kufanya hivyo. Alianza kumfundisha mshikaji ambaye anakwenda jina la Xavier. Alikuwa akimpika, na bidada ni kichwa kinoma noma, ana akili nyingi vibaya mno. Ni kila siku hiyo mshikaji utoka uamini kidogo vitu vikaanza kupanda, naye akawa anajisomea usiku, lakini akiwa peke yake kidogo vitu havipandi, ila akiwa karibu na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Purity vitu vinaingia. Walijikuta wanakuwa marafiki wakubwa kweli. Mshikaji hata siku moja hajai kuwa na urafiki na mwanamke yoyote. Kwa mara ya kwanza katengeneza urafiki na bidada ambaye anakwenda jina la Purity. Na hili hapa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Whitney aliliona na kupenda hata kidogo. Hajapenda ukaribu kati ya wawili, maana wamekuwa karibu kinoma noma. Wakaona hapa nisipofanya kitu nitaibiwa bwana. Ghafla Marifie akatimba, naona nakona Whitney. Marifie, naona uko mwenyewe? Ndiyo niko mwenyewe tu man around. Natembea. Tafadhali Marifie, kuna kitu nilikuwa naomba unisaidie. Wewe tena unahitaji msaada wangu? Ndiyo. Unadhani ni msaada gani ambao bidada anauhitaji kwa mshikaji ambaye anakwenda jina la Marifie? Na utoka uamini msaada wenyewe ndio huu. Mshikaji alitimba mpaka nyumbani kwa kina Purity, lakini ghafla genge la kijambazi likatimba. Mpaka naona ameanza kunizoea sasa. Marifie katimba na timu yake. Leo tunakugonga mpaka akili yako ikukae sawa. Mwamba mmoja katimba alipigwa ngumi, mwingine katimba aligongwa ngumi. Jamali napiga ili jamani atatua. Marifie kabaki anashangaa, kumbe kanauona mkono. Mimi kiganja. Jamani kanajua kupiga. Jamani mimi mashabiki zangu tusiongee uongo. Huyu jamaa wamempendelea kwenye hii movie kwamba kapiga wababe wote hawa, kapiga wakina Marifie. Hata kama Sterling anapiga, huyu mshikaji kweli wamempendelea. Ni wakati mwingine bidada utoka uamini ukaribu ulizidi kwa mkubwa kati ya bidada ambaye anakuwa jina la Purity pamoja na mshikaji. Unaambiwa hivi, ukimpiga chula teke ni kama vile unamuongezea safari. Ndio kitu ambacho anakifanya bidada ambaye anakuwa jina la Whitney. Na mwamba alianza kumfanyisha mazoezi bidada ili mradi maybe anaweza kapona mguu wake, maana anasumbuliwa na mguu. Lakini walikuwa wakidondoka, wanadondokeana, wanatabasamiana, wanajikuta wanaangaliana. Sijui kama hawaji kupendana wawili. Ni wakati mwingine tunamwona Marifie alikuwa na mawazo hapa. Rafiki yake katimba, huyu anaitwa Gunda, akawa anamuuliza, vipi Marifie? Unaonekana hauko sawa. Kuna shida? Au kile kibao cha yule Xavier kimekuchanganya? Hapana. Kuna jambo tu mimi nimefikiria, nimeona hichi ambacho tunakifanya sio sawa. Mimi nimeona bora tu nibadilike. Kivipi? Sijakuelewa. Ni unataka ubadilike kivipi? Sijakuelewa. Haya sio maisha mwanangu. Haya sio maisha. Mimi hapa ni kijana mzuri, nimetokea kwenye familia safi, familia yenye dini kabisa, tunamjua Mungu. Lakini cha ajabu nimejikuta nimekuwa kama jambazi hapa chuo, na tunakaribia kuingia kwenye mitihani. Familia yangu inanichukulia mimi ni mtu mwenye akili na ni mtu mwenye Mungu, lakini cha ajabu mimi hapa nimejikuta ni mtu ambaye nimekuwa muuni, na tunaingia kwenye mitihani. It means kwamba nitaferi. Nikifeli ni nani ambaye atanisaidia? Kama nimekuwa muuni hapa chuo, si nitakuwa muuni na mtaani? Mimi kikweli siwezi. Mshikaji kaamua kuchange bana, ambaye anaitwa Marifie. Ameamua kubadilika, anahitaji kuwa mtu mwema. Leo mvua ilikuwa ikinyesha. Bidada ambaye anakwenda jina la Whitney alikuja, aliloaloa kidogo. Alimwona mshikaji ambaye anakwenda jina la Xavier. Na muda si mrefu Purity akawa na timba. Alikuwa akiguga. Unajua mguu unamsumbua. Mshikaji utoka uamini alienda kumfuata mtoto kiki ambaye anakwenda jina la Purity. Na sio kumfuata tu, mshikaji alimtia taksi mikono. Anaonesha mahaba mpaka watu wote chuoni walibaki wanashangaa. Hususa huyu bidada ambaye anakwenda jina la Whitney. Alimshangaa mshikaji the way ambavyo anamjari mtoto wa kike. Kweli kisichoridhiki akiliki. Na haya ndo mapenzi. Unaweza kumpenda mtu lakini cha ajabu akampenda mtu mwingine. Bidada alijisikia vibaya kinoma noma. Ukaribu wao ulizidi kuwa mkubwa na bidada Whitney alizidi kuwafuatilia. Ili ni jambo ambalo lilikuwa likimuuma kinoma noma. Jitihada zake zote za kumgombanisha mshikaji pamoja na huyu dada zote zimekuwa zikigonga mwamba. Licha ya kuweza kumuitia Marifie, lakini bado kila kitu kiligonga mwamba. Wakati bidada alikuwa akimwangalia mshikaji, muda si mrefu Marifie alitimba na aliliona hilo. Marifie sasa hivi ni mtu safi, anavaa mpaka begi la chuo, ameamua kusoma vizuri sasa hivi. Basi kamsogelea mtoto wa kike pale, kamshika bega. Mtoto alikuwa akilia. Whitney, jamani, mimi sioni haja ya wewe kuendelea kupambania hili. Inabidi umwache aende.
Ukiona mtu unampenda na hakupendi, mwache aende. Huwezi kuendelea kumfuata mtu ambaye hakupendi. Ndio mapenzi yalivyo. Bidada akasema, lakini mimi najua ipo siku moja atanipenda, ipo siku moja tuwezekane tu kile kidemu kije kimchukue kiurahisi. Malifi akacheka. Ndio mapenzi yalivyo. Mimi nakupenda wewe, lakini wewe unipendi, unampenda Xavier. Na hivyo Xavier hakupendi, anampenda Purity. Na hayo ndo mapenzi. Inabidi ukubaliane na kila kitu. Kumfuata mtu ambaye anakupenda ndo njia sahihi, lakini kumfuata mtu ambaye hakupendi ni janga kubwa, kwa sababu yeye kuna mtu naye anampenda. Kwa maana yake utamfuata mtu ambaye anaenda kwa mtu ambaye anampenda. Mimi nakusisitiza tu, wewe ni binti mzuri, inabidi tu ukae ujitulize, wewe ndo utakuja kupata mwanaume bora. Alafu mshikaji akawa anajichenga. It means hata hivyo mshikaji ambaye anaitwa Marifia kwa sasa hivi ana haja ya huyu mwanamke. Alisha give up. Kwa alikuwa akimshauri na bidada naye pia give up. Lakini bidada ku give up ni jambo ambalo alielewi. Maana kila siku karibu ya mshikaji pamoja na Purity ulizidi kuwa mkubwa. Bado mtoto kike ambaye anakwenda kwa jina la Whitney alizidi kuwafuatilia popote walipo na yeye yupo. Akati tamaa hata kidogo. Rafiki yake ambaye anaitwa Tamala alitimba. Jamani Whitney, wewe ukati tamaa tu na huyu mwanaume, inabidi umkatie tamaa. Sio mwanaume ambaye anakupenda. Mimi siwezi, wezi. Basi kuna shida. Na muda si mrefu Malifi akatimba. Sasa hivi wamekuwa wapenzi. Mpaka bidada anabaki anashangaa. Nyinyi kwamba sasa hivi mna date? Ndo hivyo. Nimeamua kujituliza kwake Kasuku. Bila kuona kwa mnenda wapi? Tunaenda kuenjoy. Jana wewe kelele shenzi. Ndo hivyo baby. Tuenzao basi. Bidada anajikuta amebaki peke yake. Alimkataa mshikaji. Unamkataa mtu ambaye anakupenda alafu unadili na mtu ambaye hakupendi. Ndo hivyo unajikuta unakosa vyote. Yaani mtu akikupenda wewe ukamkataa na kwenda kumpenda unayempenda wewe, yule ambaye anakupenda ipo siku moja atakata tamaa na kumpenda mtu mwingine, na ndo kipindi ambacho wewe utakosa vyote. Leo bana alikuja kucheki matokeo ya mitihani kati ya bidada ambaye anakwenda jina la Purity na mshikaji. Ajabu ni kwamba utoka uamini mwamba kafauru pamoja na bidada. Mshikaji alikuwa happy kinoma noma. Nashukuru sana kwa kunisaidia. Na acha niseme hili, kiukweli mimi nakupenda sana. Bila kusema mbona umechelewa? Mimi nakupenda zaidi. Umechelewa kuniambia unanipenda. Mimi ndo nakupendaga siku zote. Bidada ambaye anaitwa Purity naye anampendaga kweli mshikaji ambaye anakwenda jina la Xavier. Ndio inavyokuwa. Yaani siku zote marafiki wawili, yaani ujikukuta marafiki wawili kusiwe na upendo kati ya rafiki wa kiume na rafiki wa kike. Na ndio maana mimi mpenzi eti aniambie eti ana rafiki. Siwezi kuruhusu mwanamke wangu akawa na rafiki wa kiume hata siku moja. Na wewe unatazama hii picha, usiweze kumruhusu mpenzi wako akawa na rafiki mwenye jinsia kama ya kwako. Kuna kuchitiwa hapo katikati. Utoka uamini. Mwamba alimleta mtoto wa kike mpaka kwa Dingi na alimwambia kwamba mtoto wa kike ndo aliyemsaidia yeye kuweza kufaulu. Mdingi alifurahi kinoma noma. Na pia sio hivyo tu, mshikaji alimtambulisha bidada kwa Mdingi kwamba ndo mwanamke ambaye anampenda na anatamani kuja kumuoa. Mdingi alikuwa happy kinoma noma na alimpokea bidada kwa mikono miwili na alisema hivi, kuanzia leo natangaza mwanangu wewe ndo utakuwa CEO wa kampuni. Mwamba amini. Hatimaye sasa babake anajivunia yeye. Najivunia wewe mwanangu. Vitabu vya dini vinasema hivi, mtoto mwenye hekima humfurahisha babaye, lakini mwana mpotevu ni mzigo wa mamaye. Mshikaji utoka uamini ameamua kuwa mtoto bora kwa babake. Ona sasa, imekuwa ni furaha kweli kwa Mdingi na anajivunia kweli kuwa na mtoto kama mshikaji ambaye anakwenda jina la Xavier. Yote ni kwa msaada wa bidada ambaye anakwenda jina la Purity. Ilikuwa ni furaha kubwa kinoma noma. Na utoka uamini mshikaji alikuja kumuoa bidada ambaye anakwenda jina la Purity. Na Mwenyezi Mungu sio kamba. Utoka uamini alikuja kuwa Brace, alikuja kupata mtoto mchele na mtoto wa kwanza akamuita Genius. Wewe wanalipenda jina langu. Na mimi ni jina sauti ya Simba, Profesa, jina sauti ya Nang'ata. Bye bye na ciao. Hivi unajua kwamba unaweza kutengeneza pesa ukiwa chumbani kwako tu umechill? Na issue ni simple tu. Leo nimewaletea mchezo wa kubeti. Yaani unabeti, unapata pesa. Na huku kwetu hakunaga kuliwa. Yaani huku ni mwendo wa kula tu. Na kitu ambacho tunakifanya, tunakutengenezea mikeka ambayo itakusaidia wewe kuweza kupata pesa. Nielewe vizuri. Tunakutengenezea mikeka ambayo itakusaidia wewe kuweza kupata pesa. Na huduma hii tunaifanya bure kabisa. Tunakutengenezea mikeka bure. Wewe kazi yako ni kutengeneza hela tu. Na jinsi ya kujiunga na channel yetu, fuata maelekezo haya chini ya video hii. Kwenye description kuna linki ya chaneli yetu, na jinsi ya kuingia utabofya hapo, then utaiona linki ya chaneli yetu. Ukibofya tu hiyo linki, direct itakupeleka kwenye chaneli yetu, na kwa maelezo zaidi namba zetu ni hizo hapo. Unafeli wapi kutengeneza pesa ukiwa chumbani kwako bana? Na ukipata pesa usisahau kuniletea buku bana, nimekusanua.